Happy new month, happy new month. Leo ni siku ya kwanza mwezi wa sita. Huu ndio ujumbe wa siku hii ya kwanza ya mwezi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Hagai 1 mstari wa kwanza, tutaendelea kidogo. Mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Mungu lilimjia Zerubabeli. Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati upasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Mungu likakuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, sitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujaza na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye joto, na yeye apataye msahara apata msahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi, sitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti, mkanijengea nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mulitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani, nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo nyinyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nami nitaita wakati wa joto uwe juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya fanaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu kiotacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yehozadaki kuhani mkuu pamoja na hao mabaki yote wa watu wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii, kama Bwana Mungu wao alivyomtuma, nao watu wakaogopa mbele za Bwana. Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia akisema, mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda, na roho ya Yoshua mwana wa Sedekari kuhani mkuu, na roho zao za mabaki wa watu, wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi wao katika siku ya 24 ya mwezi, katika mwezi wa sita, katika mwaka wa pili wa Mfalme Dario. Hii ni neno la Mungu. Wana wa Israeli kuna wakati walifika wakawa wamechanganyikiwa, wakawa wamesahau kazi ya Mungu, wakawa wamemuacha Mungu, wakawa wameachilia hekalu ya Mungu, lakini kwao walikuwa wanakaa vizuri. Mungu akawakasirikia. Siku ya kwanza mwezi wa sita, sauti ya Mungu ikakuja. Wana wa Israeli hawakuwa wanajua sababu inayofanya wajikute wanalima hakuna chakula. Wanafanya kazi lakini hawana faida ya kazi.
Wanaweka pesa kwa mifuko wakilipwa, lakini mifuko imetoboka. Ndipo neno la Mungu likakuja na kuambia pande milima, wakakate miti na kujenga nyumba ya Bwana. Biblia inasema ya kwamba nao wakatii sauti ya Mungu, naye Mungu wa majeshi akasema, nitakuwa pamoja nanyi. Sijui ni wapi wewe umemwacha Mungu. Sijui ni wapi umesahau kazi ya Mungu. Sijui ni wapi umesahau hekalu ya Bwana. Mungu ananena siku ya leo uweze kumrudia. Mungu ananena siku ya leo uweze kurudia kazi ya Mungu. Mimi niweze kurudia kazi ya Mungu. Tuweze kutekeleza kazi ya Mungu. Tuweze kuangalia mioyo yetu vile inakaa mbele za Mungu. Tuweze kujitakaza. Tuweze kuangalia njia zetu. Tumrudie Mungu. Naye Mungu akasema, nami nitakuwa pamoja nanyi. Wakati unamrudia Bwana, wakati unafanya kazi ya Mungu, Mungu atakuwa pamoja nawe. Katika huu mwezi wa 6, wacha tumrudie Mungu. Naye Mungu anasema atakuwa pamoja nasi. Katika mwezi wa 6, wacha tumrudie Bwana. Wacha tuangalie njia zetu. Naye Mungu atakuwa pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Unapomrudia Bwana, unapoangalia ni wapi uliachilia kazi ya Bwana, ukarudie Mungu. Naye Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nawe na atakuwa pamoja na familia yako. Mungu awabariki na watende mema. Amen.